Amani Selemani Msindi in the house, na issue kubwa ambayo tumekuja hapa kukuuliza kuhusu mambo ambayo yana trendy. Asiona kwamba Diamond Platnumz na Harmonize ni issue ambayo by the way inazungumzwa sana kwenye mitandao. Wapo ambao wanahitaji kufahamu kwamba baada ya Diamond Platnumz kuweza kupost video ambayo inaonyesha kwamba yuko pale Zanzibar katika tunzo za Trace Music Awards na akiwa pamoja na mdogo wake Harmonize, ni habari ambayo imeweza kutrend sana sehemu mbalimbali. Na Amani, wanazungumziaje kwamba Diamond Platnumz anahitaji kumsamehe Harmonize ama kuna kitu kingine? Mimi labda naweza nikazungumzia kuhusu platform yao, kuhusu maisha yao, na katika swali ambalo umeniuliza jinsi ambavyo Harmonize alivyo, naweza nikasema si ni kitu cha kuomba msamaha, lakini ni kama kitu cha kutafuta nafasi ya kuweza kupata msamaha kwa Diamond. Of course Diamond ni brother, unaelewa, Diamond ni brother. Tunaona ni jinsi gani ambavyo amewalea wasanii tofauti, na tunaona ni jinsi gani ambavyo ameweza kupush hii game ya bongo kuweza kufika mbali zaidi, kujulikana kimataifa, tofauti na nchi yetu tu. Unajua muziki ilizoeleka kwa Tanzania, sisi muziki wetu ulikuwa ni muziki ambao ni kama uko ndani ya mtungi, unaishia tu kwa Tanzania, lakini Diamond ametumia nguvu kubwa sana kuweza kupush muziki wa Tanzania. Kwa big up, nafikiri hata Harmonize anajua hilo. Kwa hivyo naweza nikasema ni mapepe tu ya watoto hawa. Kwa hivyo inawezekana pia Harmonize ameweza kujua kwamba ni kitu gani ambacho mimi siko sawa na bro, so ninahitaji kuweka sawa, ili hata kama leo na kesho nikiwa na tatizo lolote bro aweze kunisolve. Kwa mimi natoa big up kwa Harmonize kwa nafasi ambayo ameweza kuichukua. Inaonesha ni jinsi gani ambavyo ni mtu ambaye ameweza kujielewa. Unajua siku zote msanii unapokuwa star, unapokuwa unazungumziwa wewe ni star, ni lazima uwe na ufahamu kubwa na kujielewa. Okay, Amani, unazungumzaje ukubwa wa Diamond Platnumz kimataifa? Tumeona kwamba juzi ameweza kuchukua tunzo pale nchini Nigeria. Tunzo zingine kutoka nchini Nigeria Diamond Platnumz ameweza kuchukua. Je, unazungumziaje kwa upande wako kwamba Diamond every single day amekuwa ni msanii kutoka hapa Tanzania, East Africa, akiwa anatuwakilisha vyema kabisa? Kwanza kabisa naweza nikasema ni hatua kubwa sana. Ni hatua kubwa sana kuchukua tuzo, na ni kitu cha kawaida kwa Diamond. Kwa stage ambayo amefikia Diamond ni kitu cha kawaida. Unajua zamani tulikuwa tukisikia msanii yoyote bongo amechukua tuzo nchi nyingine tofauti na bongo, ni kitu ambacho kilikuwa kinatushtuza na kushangaa. Lakini kwa nafasi ambayo amefika Diamond, mimi binafsi, mimi kama mimi najizungumzia kwamba nikisikia Diamond amepata tuzo nchi yoyote si swala la kustusha sana, kwa sababu ni kitu cha kawaida. Ni mtu ambaye ameweza kuipa heshima sana Tanzania. Okay, revolution ya Zuchu kimataifa, tumeona kwamba ni mwanamke ama female artist ambaye amekuwa anafanya poa zaidi sasa hivi, back to back track kali ambazo amekuwa anaziachia. Je, unazungumziaje performance ya Zuchu kimataifa na mahusiano yake na Diamond Platnumz? Ni kitu kizuri sana, na nafikiri naweza nikasema kwamba Zuchu isingekuwa Diamond, naweza nikasema sidhani kama angekuwa katika nafasi ambayo alikuwepo. Unajua Diamond anajua kutengeneza muziki, anajua kufanya biashara ya muziki kimataifa pia. Mimi naamini kabisa kwamba Zuchu ni msanii wa Diamond, na naamini kabisa kwamba Diamond anachukua muda mwingi kuweza kukaa na Zuchu, kuweza kumwelekeza kutengeneza muziki mzuri. Na ndio maana tunaona mpaka leo Zuchu yuko kwenye nafasi, na anawapatia kila ambacho wanachohitaji mashabiki zake. Na naweza nikasema pia hata mimi ni mmoja wapo wa shabiki wa Zuchu, kwa sababu nasikiliza muziki wake na enjoy pia.
Okay, 1 in a million kwamba sasa hivi kuna issue ambayo na trend sana hapa mjini. Watu wanahitaji kufahamu kwamba wewe ni moja kati ya waigizaji wakubwa na umefanya kazi nyingi na game tunaona kwamba limekuwa linabadilika. Kuna upcoming artists ambao wanafanya poa sana katika tasnia ya Bongo Movie. Je, unaizungumziaje movie ya Dunia? Moja kati ya tamthilia pendwa kabisa mitandaoni, especially katika platform ya YouTube. Je, unaizungumziaje movie ya Dunia? Ni kitu kizuri, lakini naweza nikasema kwamba kwa industry yetu sisi tunayofanya Bongo Movie, nafikiri tujitahidi kuongeza ubunifu katika vitu ambavyo tunavyofanya, kwa sababu tunafanya vitu na watu wanapokea, wanapenda, lakini sasa tujitahidi kufikiri zaidi vitu ambavyo havijawahi kufanyika. Si nikizungumzia vitu ambavyo havijawahi kufanyika, simaanishi kwamba ni kwa ukubwa kivile kama wenzetu Hollywood jinsi wanavyofanya, American na sehemu zingine tofauti, lakini ni katika tu hali fulani ya kufanya kwamba ionekane sasa kwamba kule tulipokuwa na tulipo sasa kuna utofauti mkubwa. So kwa kazi ya Dunia ina trendi, wakati mwingine nafuatilia, ni kitu kizuri na kumetumika creativity, kumetumika nguvu kubwa pia, na script zimesimama kwenye hiyo kazi, matukio, so ni hadithi nzuri, ila tu kitu kikubwa zaidi cha kukazia na cha kuongezea nyama niseme ni tujitahidi kuendelea. Unapokuwa unasifiwa kwamba umefanya kitu kizuri, usifikiri kuishia hapo uliposifiwa. Fikiri zaidi kwamba naweza nikafanya vipi ili kuendelea kukiboresha kitu changu kiendelee kuwa bora zaidi. Yeah. Okay, by the way pia kuna vitu ambavyo ningependa kukuuliza, mipango yako katika industry, kwa sababu wewe ni moja kati ya wasanii wakubwa wa Bongo Movie. Je, sasa hivi una mipango gani, ama kwa mashabiki zako ambao wamekuwa nakufuatilizia, Amani Selemani, Amani PC in the building leo hapa katika Film Online? Je, una mipango gani ambayo ungependa kushare na Watanzania ama mashabiki wako ambao wanakufuatilizia sasa hivi kupitia Film Online? Kwanza kabisa naweza nikasema kwamba ni muda mrefu sana sijafanya kazi, na nina imani kabisa mashabiki zangu wanatamani kuniona tena nikiwa katika platform ya kufanya kazi. Na wakati mwingine nakutana na watu tofauti, naambia Amani, vipi, mbona tuone tena kazi zikiruka wapi huku. Nawaambia taratibu, tunajipanga, tunafikiri zaidi ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukafanya kutoka kule tulipokuwa tunafanya na kuonekana tunafanya katika usahihi vizuri. Lakini pia naweza nikazungumzia kwa upande wa kazi ambazo nimefanya na watu wameona. Nafikiri zipo kazi pia ambazo nimeweza kufanya na watu. Nafikiri ziko tu jikoni, ziko bado zinaeditiwa. Nafikiri hivi karibuni zitaanza kuonekana, lakini pia mimi niko katika maandalizi pia ya kuweza kufanya kazi. Yes, kuna project ambayo umefanya na Chap Film ambayo tumeona mko site, mko location, mkiwa mnashoot. By the way, unazungumziaje Nongwa? Ni project ambayo inaandaliwa, ipo jikoni sasa hivi, na wewe umecheza kama mhusika mkuu katika sinema ya Nongwa. Tumeona kwamba watu kwenye mitandao, kwenye Instagram, sehemu mbalimbali wakisifu performance katika teaser ambazo tumeziona. Je, unaizungumziaje sinema kipindi kabla haijatoka na itakapokuja kutoka? Kwanza naweza nikasema kwamba Nongwa ni movie, ni moja ya filamu ambayo imenipa wakati mgumu sana katika usika wake, jinsi ambavyo ya kucheza, jinsi director alivyotaka mimi ni pray, sababu watu wameona Sarfina ndo filamu yangu ya mwisho nafikiri kufanya kwa wakati ule. Nilipray kama Cheese
Lakini Magic nilicheza kama tajiri fulani, Isabella nilicheza kama gangster naishi na dem ghetto, lakini wazazi wakawa na complain fulani. Ni kazi ambazo zote zimeshafanyika, so ilikuja kunipa changamoto kidogo katika usika huu ambao nilikuwa natakiwa kufanya. So ni usika fulani ambao unajua unakuwa unaishi na mwanamke, lakini mwanamke ni ana change kabisa kwamba anaingia kwenye masuala ya vigoma ule Uswahili mwingi na nini. Alafu sasa wewe unakuwa ni mtu ambaye unatakiwa uwe chini, unanyenyekea, yani kwamba kuhitaji kuiweka sawa ndoa yako. Okay, Amani Peace, tuzungumzie upande wa tajiri Chap Film, uwekezaji wake, the way ambavyo ameamua kuwekeza katika film. Je, unamzungumziaje producer Chap Film? Big up sana. Mimi nampa big up kwa jinsi ambavyo alivyochaamini, kwa sababu tunapomzungumzia producer Chap ni mtu ambaye mmoja ambaye yuko poa sana, yuko tofauti na baadhi ya watu wenye pesa. Unajua mimi nimekaa na watu tofauti wenye pesa, naelewa tabia za watu wenye pesa, lakini yeye ni mtu ambaye anapenda kuonekana yuko sawa na wewe, mtu ambaye uliye na hali ya chini. Kwa hivyo mkikaa pamoja hapendi kuonekana kwamba kwa sababu yeye ni ana pesa sana na nini, so ajitofautishe na wewe. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwanza mimi nimependa sana kutoka kwake, ni kitu kizuri, na napenda pia kwa sababu anafahamu anachokifanya, na nafikiri pia ana msimamo wa ndoto zake, na anatamani kufika katika anapambana kufika. Okay, Amani, tumeona kwamba kuna maproducer wengi hapa Tanzania, kina Ramata, kina JB, kina Mtitu. By the way, kuna maproducers wengi. Je, Chap unamuona wapi baada ya miaka 2 ama miaka 3 baadaye katika penetrations ya industry ya Bongo Movie hapa nchini Tanzania? Mimi nafikiri miongoni, kwa sababu tukizungumzia maproducer ambao wanashika soko sasa hivi, tukizungumzia Ramata, Jerusalem, JB, Mtitu Game, kama hawa tulokuwa nao sasa, nafikiri yeye pia kuna nafasi yake ambayo atafika sehemu kubwa sana akiendelea katika ufanyaji wake wa kazi, jinsi ambavyo anavyofanya kwa wakati huu, na akiendelea hivyo akiongeza juhudi pia, na mimi namuona mbali sana. Okay, cha mwisho ningependa kushana na Tanzania, Amani Peace, kwa wale ambao wanakufuatilia sasa hivi baada ya interview yako, kipi ambacho ungependa kuongea na Watanzania? Kwanza kabisa niseme tu kwamba wategemee vitu vikubwa na vizuri pia mashabiki zangu, kwa sababu pia na vision ya kufanya vitu vizuri, lakini pia napenda kushauriwa na wao, kwa sababu mimi bila wao siwezi nikawa Amani Selemani. So napenda kushauriwa, narudisha pia account yangu, nilifuta account yangu lakini narudisha Amani Selemani official. Kwa hivyo wataona tu pindi ambapo nitakapoanza kuposti picha, na kama shabiki yote atakuwa na neno lolote la kusema juu yangu, basi ataingia tu, atanitumia text yoyote, basi nitaweza kushare. Tutashare mawazo ili kuweza kufika sehemu ambapo pia mimi ninapahitaji. Okay, niseme tu kwamba sina la ziada. Bye bye mpaka pale baadaye. Asante sana.